Sasa mimi nilikuwa napenda jamani. Ndio. Naomba tusikizane kitu kimoja, ndio. Ndio. Hapa sasa ndio safari yetu tunaanza kuianza. Basi ndio tuna mwenyeji wetu. Ndio. Na hapa ndo tunaanza pole, lakini kabla tujaingia tuna mwenyeji wetu ambaye kama director wa eneo hili atatuelekeza vigezo na masharti vya home polling, ndio? Sawa kabisa. Bwana director. Naam. Mimi pia napenda nikuulize kitu. Sawa. Lakini pia useme kwa niaba ya wote. Masharti na vigezo vya home polling, maana tunaanza kuingia. Sawa. Sawa kabisa. Karibu. Kwanza niwakaribishe sana kwenye hili poli, na poli hili linaitwa poli la Mkama ama msitu wa Mkama. Kwa hiyo sasa eneo hili huwa wanakuja watu wengi, wageni mbalimbali, watalii wa kila aina, na nyinyi leo sasa mmekuja hapa. Kwa hiyo nawakaribisha sana. Kwa hiyo mjisikie amani, mimi ndio nitakayewaongoza ili kufahamu mambo yote ya humu. Sasa kuna kanuni tu chache. Kanuni hizo nafikiri kanuni za kwanza nitawaeleza za mahali hapa tulipo, lakini tukienda kule mbele kuna sehemu tena ambako kuna kaburi liko huko mbele, na lenyewe nitawaelezea. Okay. Nadhani tumemsikiza nyote, si ndio? Ndio. Ila mimi binafsi nilikuwa na maswali machache sana kwa director, kwa sababu huu ni mti mkubwa, lakini kiangalia kwa chini kuna kama vile kiti cha ukalia, si ni gogo hili hapo. Hii inaashiria nini na pia inamaanisha nini kwa kwetu sisi ambao ndo tunaanza kufika kwenye hili poli? Ya, ni kweli. Hapa tunaona kuna gogo. Hili gogo linatumika kwa ajili ya watu wanaofika eneo hili kabla ya kuingia ndani kabisa ya poli.
wanakaa hapa, wanajaribu kuzungumza mawili matatu ama kupata chakula, au wengine wanakuta na vimkate na vijuisi wanakunywa kwanza, wanabadilishana mawazo. Lakini pia wakati hapo wakiwepo hapa sasa, wanapokea zile kanuni na taratibu za kuingia wapi, kwenye lile pori. Lakini pia tunataka tujue kama tunaweza kupiga picha eneo hili, kwa sababu ni eneo la kumbukumbu. Hapo vile vile sisi tushao kusoma hadithi ya huo mti, si ndio? Mti ambao kidogo unavutia, una kivuli cha baridi. Sasa sijajua ni kwa nini, lakini pia nadhani tutaelekeza mbele. Je, tunaweza kupiga picha hapo? Ya, hapa mnaruhusiwa kupiga picha. Ndio sehemu mojawapo ya utalii. Jamani, mshamsikia eh? Ndio. Tupigeni picha. Jamani, tupigeni kidogo si jamani. Hesabu 3, si ndio? Hapo ndo. Cameraman, kuwa serious hapo, unakuwa makini. 3, 2, 1, twende. Hatutaka kazi kingine kidogo. Kanyongeza. Mimi nakuja huku leo. Jamani, nitahesabu 3 tena, si ndio? Alafu ndo tutamruhusu kupiga picha, si ndio? 3, 2, 1. Sasa hapa nadhani lakini tumemsahau mtu mmoja hapa. Darasa, mbona hasijakuona kwenye picha? Muwe na amani, naomba muendelee. Yaani hakuna shida na njoo. Basi naomba tupige picha moja. Sawa. Ya ukumbusho hiyo. Haya, 3, 2, 1. Jamani, karibuni. Asante. Sasa nafikiri hapa ndio tumemaliza. Kwa kinachoendelea hapa nadhani ni porini, au kuna nyongeza ambacho unacho? Ninacho. Cha nyongeza ni kwamba twende niwapeleke mpaka sehemu ya kaburi moja ambapo ni muhimu sana tufike pale. Basi sawa jamani, tuko tayari eh? Ndio. Basi tuongozane. Yeah. Let's go. Tumefika, kwa hiyo kila mmoja asogee. Jamani, director wetu anasema tusogee katika eneo hili. Mimi nafikiri kwa sababu yeye ndio anayejua sana eneo hili, naomba tumsikilize, ndio? Hapa tulipofika ndipo mahala maziko yule mtemi. Na unapoliona hili kaburi, yani ni la maajabu. Lina uzito kidogo,
Maana kidogo nataka kutukupisha au mnasema jamani? Ndio. Ya, mtanielewa tu. Miujiza yake ni kwamba mnaona mawe. Kwa sasa haya mawe yana maana yake. Na mnisikilize, msije mkaenda kinyume na kanuni za hapa mkashindwa kuendelea vizuri na utafiti wenu kwenye msitu. Sasa tunakusikiliza director. Ya, kwanza kabisa haya mawe yana miujiza ifuatayo. Huwa kila mwaka linaongezeka jiwe hili moja. Na ukiliona lile ni kubwa na lile ni dogo, kuna wakati mwaka ukiwa na mvua nyingi, jiwe linakuwa ni kubwa, lina afya. Lakini mvua zikiwa chache mwaka fulani, basi ndio maana unaona kuna jiwe linakuwa ni dogo. Kwa hiyo unataka kutuambia kwamba utabiri wa hali ya hewa unaweza kutokea kwenye hii kaburi au kupitia haya mawe? Ya, inawezekana. Na yako mambo mengi sana. Kwa hiyo ndivyo ilivyo. Nafikiri kama kuna mwingine ana swali basi anaweza akauliza. Jamani, ametoa fursa kwa yoyote ambaye ana swali. Nadhani aulize. Samani, umesema hapa kuna kaburi. Sasa mbona mimi naona mawe tu, kaburi silioni? Labda unaweza ukanifafanulia. Sawa, swali lako ni zuri. Kama kuna mwingine ana swali, basi anaweza akauliza ili nijibu kwa pamoja. Asa kaka director tunasema chafu nini? Kuna wasafishaji kweli? Ni kweli kabisa kiongozi. Hata mimi nina swali. Umesema hili kaburi ni la mtemi, lakini panaonekana ni pachafu. Kwa hiyo hairuhusiwi kusafishwa? Ya, nimeyapata maswali. Labda kama kuna mwingine pia tupate swali ili tuende kwa pamoja. Kweli, labda ana ndugu. Lakini pia mwalimu, mimi nilikuwa na swali kwa director. Amesema ili kaburi ni la mtemi. Kwa nini halina walinzi? Na kama huyo mtemi ndio muasisi wa pori hili na kijiji hiki? Lakini pia mimi nilikuwa na swali tu la nyongeza kwamba hili kaburi umesema kwamba ni la mtemi, lakini halina maandishi yote kama kielelezo kwamba mtemi fulani alizaliwa mwaka fulani, akafariki mwaka fulani. Ni mawe tu kama walivyosema wenzangu. Labda unaweza kuendelea kujibia maswali. Sawa. Naomba niajibu maswali kwa pamoja. Kwanza, mmoja amesema pale kwamba mazingira machafu, kwamba kwa nini haisafishi na halijajengelewa. Hatuwezi kujengelewa kwa sababu ni sehemu ya kihistoria ambao ili uvutiwe lazima ukute hali ya namna hii. Nafikiri hilo nimeshalijibu na nyinyi ndio maana mmefika kwa sababu ya mazingira kama haya. Na pia swali lingine anasema kwamba kwa nini hakuna walinzi. Kumbukeni niliwaambia kwamba hapa kuna miujiza. Maana yake huyu ni mtemi. Kwa hiyo ulinzi unajitosheleza. Kwa hiyo pia kingine, hapa unaweza ukanena kitu chochote ambacho labda ukawa na mtu yoyote amekufanyia ubaya au kuna una uhasama fulani. Ukinena hapa juu ya yule mtu, maana yake yule mtu tayari anashughulikiwa na anakaa sawa. Na kama jinsi wewe ulivyokuwa unataka ifanyike. Lakini pia swali lingine anasema kwamba hakuna jina. Kwa sababu ni pori ambalo linaitwa pori la Mkama. Maelezo yake yako kule mwanzo kule ambako umenikuta. Kwa hiyo jina liko hapo, vielelezo vingi viko pale. Ukishaingia huku maana yake ni moja kwa moja. Kwa maana kwamba ni moja ya historia, yani unaanza kupata historia tu huku. Ya, huko ni vitu tu vyenyewe vinajiendesha. Okay, lakini pia umesema kwamba hapa ukimnania mtu mabaya amekukosea, matatizo yanampata kokota aliko. Ya, ni kweli kwa sababu hawa ni wazee wa zamani, ni watemi na ni muasisi wa hili eneo na hichi kijiji chote na eneo lote hili. Basi sawa. Ya. Sisi hatuna swali la nyongeza, pia tukushukuru. Ya. Na kama tutakuhitaji, ndio tutakuomba tena. Asante sana. Kwa sisi tuendelee kutalii huko ndani. Ya. Sasa
nataka niwaambie jambo muhimu. Kama mkienda huko mnakoenda, sawa? Ukiona kitu chochote ambacho unaona hiki mbona ni cha ajabu, usikishike. Tafadhali, kuweni makini, angalieni, zungukeni. Ukiona kwamba hili tunda anataka kulichuma, mbona sijawahi kuliona, haujapewa maelekezo, usile. Mnanielewa? Basi nawatakieni utafiti mwema. Mkirudi basi kama kuna jambo lolote, mimi niko hapo mwanzo pale kwenye mapokezi. Sawa ndugu zangu? Sawa. Basi nawatakia. Sawa, tunashukuru. Asante. Jamani, mimi hapa nilikuwa na wazo. Ngoja. Kulia kwa. Kamera. Njoo kisha na Wewe ukipana na mkeo achana nao. Hao wanapendana sana. Tunapendana wote, lakini tupendane. Hapa wapi? Wivu tu wote. Mbona sisi hapa katikati tumebebwa? Tusikilizane kidogo. Naomba tusikilizane. Nilikuwa na wazo. Ugunduzi wa kwanza tumegundua huu ni Christmas pole. Au nyinyi mnafikiriaje jamani? Hebu tutazame kwa makini. Unajua tushazoea kuona wa kizungu tu, mfumo plastiki. Huu original kabisa. Ila mwalimu hapo umetupiga. Christmas pole kweli huu. Na miba. Kwa sababu hauna yale mataa ya kumetameta hivi. Okay, sasa mimi nafikiri hapa kila mmoja achukue sehemu fulani atulie. Tumechoka hata hivyo kwa muda, tumezunguka sana kwa muda. Ni kweli kabisa mwalimu. Nimechoka mimi. Tulie, kila mmoja anapojisikia kwamba hapa ndo anaweza kupata kapoka baridi. Sasa jamani, niwaambieni kitu. Ndio. Anataka kwanza nikae na bibi wangu hapa tujinjini. Nini sasa? Asena baby. Ili nikushike wewe. Asena mwana. Aeleke jiwe. Na miwani kama mdoli. Baby. Wapi sasa? Huko. Huko wapi? Tunajua na wewe. Sasa hadi nikwambie jamani. Wewe kaa kimwana. Kaa nakuja dakika moja tu baby. Dakika hiyo. Basi sasa. Wasikia? Sikia. Wakati tunakuja hivi tunakula round kona. Kuna maoni ya mjaona. Sasa nataka nikayagonge video moja hivi nikiwaletea mtakubali.